Ushawahi kukutana na kisa cha huyo mtu? Muuaji alijipa kazi ya kuwaua waovu na kuwalipa mabaya yao hapa hapa duniani. Mtu aliyeua watu zaidi ya 100. Mtu aliyekuwa na hasira ya kuweza kuutoa moyo wa mtu na kuung'ata. Siongelei movie ya Dexter. Anaitwa Pedro Rodrigues Filho. Alizaliwa mwaka 1954 huko Brazil. Yeye ndiye mkubwa kwenye familia yao. Ametoka kwenye familia ambayo baba alikuwa anampiga mama. Pedro mwenyewe alizaliwa na alama iliyotokana na baba yake kumpiga mama yake wakati Pedro akiwa tumboni. Babu yake Pedro alikuwa ni butcherman, na kwa maelezo ya Pedro, yeye ndio alikuwa kipenzi cha babu, na kupitia babu yake alijifunza kuwinda, kuchinja na kadhalika. Kwa maelezo ya Pedro, bibi yake aliwahi kumwambia kwamba kunywa damu ya ng'ombe kutamfanya awe na nguvu. Pedro akiwa na miaka 10 tayari alikuwa ni mtu anayeweza kuwinda, kuchinja na kufanya vitu vingine vya kama hivyo. Kulingana na misingi yake, Pedro alikuwa ni mtu ambaye anathamini sana haki. Alikuwa hana mzaa kabisa linapokuja swala la haki. Sana familia yake ikihusika. Akiwa na miaka 13 tu, alikuwa anaendesha farasi wa binamu yake bila ruhusa ya huyo binamu. Kitu kilichomkera huyo binamu, na binamu akaishia kumpiga Pedro. Wiki kadhaa zikapita huku ndugu wengine wakiendelea kumtania Pedro. Na siku moja Pedro akiwa na ndugu zake wengine wakiwa wanasagamiwa, Pedro alichukua mkono wa binamu yake na kuuingiza kwenye mashine na ukasagika hadi begani mpaka mashine ikajama. Ungedhani sasa Pedro ameridhika, lakini no. Alichukua kata ile ya kuprunia na kuanza kumchoma nayo ndugu yake, akitamani mwili wote uingie kwenye ile mashine. Pedro kwa kinywa chake alielezea ile tukio kwa kusema kwamba aliwaza kama wanapitishaga miwa hapo na miwa ni migumu lakini inasagika, basi hata mtu anaweza kusagwa. Hivyo ndo alivyokuwa anawaza wakati anamsukumia binamu yake kwenye hiyo mashine. Lakini mwisho wa siku ikaishia kuingiza mkono tu na mwili ukagoma kupita. Bahati nzuri watu wengine walikuwa karibu waliposikia kelele walikuja pamoja na babu yake na wakaingilia hilo swala, mashine ikazimwa na binamu mtu akaokolewa. Pedro alikamatwa kama mtoto, lakini kwa juhudi za babu yake alitoka siku hiyo hiyo. Na adhabu pekee aliyopewa Pedro ni kwamba aisafishe ile mashine. Mwaka mmoja mbele, yani mwaka 1968, Pedro akiwa na miaka 14, ndipo lilipotokea tukio la kwanza lililobadilisha maisha ya Pedro kabisa. Baba yake Pedro alikuwa ni mlinzi wa shule, zamu ya usiku. Siku moja alifukuzwa kazi ghafla kwa kosa la kusingiziwa kwamba ameiba chakula wakati wa zamu yake. Japo alijitetea na kukanusha hayo mashtaka, bado hakusikilizwa. Na maneno ya mlinzi wa zamu ya mchana ndiyo yalipata kipaumbele. Basi hali ikawa mbaya kwenye familia yake na Rodrigues kutokana na kukosa kazi kwa baba yao na pia kutokana na hiyo kashfa ya uwizi. Pamoja na kwamba baba Pedro hakuwa mtu mzuri sana nyumbani, lakini Pedro aliamini baba yake ameonewa na kwamba amesingiziwa kuiba, na hivyo akafanya maamuzi. Akachukua silaha ya babu yake ya malindo, akachukua na begi lake na akatoweka nyumbani. Na mtu wa kwanza Pedro kumtembelea alikuwa ni meya aliyeidhinisha kufukuzwa kazi kwa baba yake Pedro. Pedro alipomuona tu meya huyo, alimmiminia risasi. Na baada ya kummiminia risasi huyo meya akakimbia. Na kwa maelezo ya Pedro, tukio hilo halikumuumiza hata kidogo, maana hapo aliona ndo haki imetendeka. Kituo kilichofuata ni kwa yule mlinzi wa awamu ya mchana ambaye Pedro ndo anaamini huyo ndo aliyekuwa mwizi. Na Pedro alipomfikia pia huyu alimpiga risasi na baada ya hapo alimchoma moto. Baada ya matukio haya mawili, Pedro alikimbia na hakurudi nyumbani kabisa, na akaanza kuishi maisha ya kujificha. Na huko mafichoni akakutana na mwanamke ambaye alikuwa ni mjane wa mtu ambaye alikuwa ni gwiji wa masuala ya madawa. Ukumbuke Pedro na miaka 14, na akaanzisha mahusiano na huyo mjane. Na bila ya kujalisha udogo wake, Pedro alianza kabisa kuheshimika kutokana na mahusiano yake na huyu mwanamke, na pia kwa sababu alianza kusimamia kabisa biashara za ule mwanaume ambaye amekwisha kufariki. Na mjane huyo akambebea kabisa mimba Pedro. Pedro akaendelea kuishi maisha yake ya kufanya matendo mabaya kwa dhamira njema. Na siku moja akiwa anarudi kutoka kwenye shughuli zake, alipofika nyumbani, nyumba ikawa kimya na Maria hakuwepo. Kuingia ndani akakuta ni damu za mwanamke wake, na waliofanya hilo tukio wamemwandikia ujumbe ukutani kabisa kwamba watamfikia, na wamemuua mwanamke wake pamoja na kijana ambaye alikuwa amebaki naye kama ulinzi. Sasa mtu ambaye anafanya kuadhibu watu waovu kwa sababu tu wamewakosea watu wengine, imagine atafanya nini endapo watu waovu wamemfanyia jambo yeye personal. Pedro alitumia zaidi ya mwaka akifanya uchunguzi wa ni nani aliyehusika na hilo tukio la kumuua Maria. Pedro alikuwa anafanya kazi ya kuwakamata watu, kuwahoji kwa adhabu kali, na akishapata jina la mtu pamoja na habari zote alizozitaka kwa huyo mtu, anamuua huyo mtu na anamwendea huyo mwingine aliyetajwa. Na katika harakati za kumtafuta adui yake akaishia kuua watu wengi sana, na mwishowe akapata taarifa juu ya aliyesadikika kuhusika na mauaji ya Maria.
akapata taarifa kwamba mtuhumiwa huyo anatarajia kuhudhuria harusi ya ndugu yake hiyo weekend. Na alichofanya Pedro ni kuwapigia vijana wake wengine wawili na kuwapa mwongozo kwamba weekend hii tunaenda kwenye harusi na kila mwanaume kwenye hiyo harusi apigwe risasi, na atakayemshuti mwanamke au mtoto basi atajibu kwangu. Pedro ndivyo alivyowaambia vijana wake. Na siku ya harusi ilifika na Pedro na rafiki zake walifanya kama walivyopanga, na mwisho wa siku kwenye hiyo harusi wakafa wanaume 7 na majeruhi 16. Miezi michache baadaye Pedro anapata habari za binamu yake wa kike kwamba amebebeshwa mimba na amekimbiwa. Na Pedro kama Pedro akaitembelea familia huyo kijana aliyekataa mimba. Akawahoji kwamba kijana wao yuko wapi, wakamwambia alipo. Pedro akasafiri mpaka kwa huyo kijana na alipofika ni risasi. Kwa itikadi za Pedro hapo ametenda haki. Pedro alikuwa anawasoma wahanga wake vizuri, anawapima kutokana na itikadi zake, na kama wakikidhi vigezo vyake basi anakuua. Na alikuwa anachukulia kama vile yeye ni mtu anayesafisha jamii, kuwaondoa waovu. Na ukumbuke haya yote anayofanya Pedro hajafikisha hata miaka 19. Maana Pedro alikuja kukamatwa mwaka 1973 akiwa na miaka 19. Na kulingana na rekodi zake mpaka hapo alikuwa ameua watu 47. Rekodi za Pedro kama Pedro anavyosema. Kama umedhani sasa tunapumzika kwa sababu amekamatwa, umekosea. Pedro alikamatwa akiwa baada ya mtu kuwapa taarifa polisi, na haikuwa rahisi. Palitokea majibizano ya risasi na Pedro aliishia kuumia, na ikapeleka hata kukamatwa kwake kukaanzia kwanza hospitalini kabla ya kwenda jela. Na akiwa hapo hospitalini katika maandalizi ya kwenda jela, inasemekana polisi walimpa nafasi ya kuchagua kwamba apelekwe chini ya uangalizi wenye kinga au Changanyikeni, ambapo atakutana na maadui zake wengi wanaomsubiria kwa hamu. Na Pedro akiwa kama Pedro hakuchagua chini ya ulinzi wenye kinga, hivyo akapelekwa Changanyikeni. Changanyikeni hii ukumbuke ndio ile ambao polisi anapokea rushwa kutoka kwa wafungwa, na unakuta mfungwa ndio mwenye sauti ya mwisho kwenye hilo eneo. Changanyikeni ni ile sehemu ambapo ubabe ndio lugha pekee inayotambulika au inayosikilizwa. Kwa walioangalia movie kama ile ya Papillon watakuwa wanaelewa vizuri Changanyikeni za miaka hiyo zikoje. Sasa Pedro yupo kwenye gari, anasafirishwa kwenye van pamoja na mfungwa mwenzake kuelekea jela. Mfungwa ambaye inasemekana alikuwa hapo kwa makosa ya ubakaji. Na walipofika polisi anashuka na kufungua van, lakini cha kushangaza ni Pedro tu ndio yupo hai. Tayari amemuua mwenzake. Kwa hiyo Pedro anaingia jela na message kwa wanaomsubiria. Lakini siku chache tu baada ya kufika kwake jela, watu 5 walimvamia kwa jaribio la kutaka kumuua. Lakini jaribio hilo liliishia kwa kufariki kwa 3 kati ya hao 5 na 2 kukimbia na majeraha na Pedro kutoka mzima. Kwenye interview moja Pedro alielezea kwamba alimuomba shetani ampe nguvu za wanaume 10 au hata 8 na yeye atamlipa shetani kwa kumpa roho za hao watu 5. Imagine unaenda kuanzisha ugomvi na mtu na haujui kwamba yeye kaongea na shetani kwamba shetani ampe nguvu za kukushinda wewe ili yeye amzawadie shetani roho yako. Yaani unaenda kwenye mashindano ambayo roho yako ndio tuzo na haujui. Pedro aliendelea na kazi yake ya kuua watu waliokuwa wanaamini kwamba hawana haki ya kuishi kutokana na makosa yao. Na watu wengine waliuawa sio tu kwa sababu za tabia zao zilizokingana na itikadi za Pedro, bali ni kwa kumkera pia. Maana kuna wakati Pedro alimuua cellmate wake kwa sababu tu alikuwa na koroma. Lakini baadaye Pedro alielezea kwamba haikuwa kwa sababu tu ya kukoroma, ila mtu huyu aliwahi kumwangalia Pedro wakati akiwa faragha na girlfriend wake. Na kwake Pedro hicho ni kitendo cha kumkosea heshima. Mwingine alinusurika kuuawa kwa sababu tu ya namna alivyomsalimia Pedro. Yaani Pedro anasema alimpa mkono kidhaifu. Ilifika mahali watu wakawa wanamtumia Pedro barua kutoka uraiani na kumuomba au kutoa mapendekezo kwamba amuue nani kwa sababu huyo mtu amefanya makosa fulani na fulani hivyo. Yaani watu wakawa wanamshtakia mtu kwa Pedro, maana wanaona kufungwa tu kwa huyo mtu haitoshi. Na baadhi Pedro alitekeleza kweli, lakini alikuwa afanyi kazi kwa kulipwa, alikuwa anakataa malipo. Yeye anafanya kama akiona kweli huyo mtu anastahili kifo. Yaani yeye akiona makosa yako yamekithiri na kipimo chake kweli kinaonyesha kwamba wewe haufai kuishi, basi anakuua. Kwa madai yake ameua watu zaidi ya 100, ila idadi iliyothibitishwa ni 71. Pedro anasema vifo vingine vikurekodiwa kwa jina lake kwa sababu ilikuwa amevifanya kwa makubaliano. Kwamba Pedro anamsaidia mtu kuua mtu, anamsaidia kumuua adui yake, alafu huyo mtu ndio anatafuta mbeba lawama wa hicho kifo. Lakini ni nani wa kubisha, ili hali ukizingatia miaka aliyokaa jela ni miaka ya 70, 80 na 90, miaka ambayo system nyingi za jela hazikuwa na umakini hasa kwenye swala la wafungwa. Inasemekana sio kila kitu kilikuwa kinarekodiwa kwa miaka hiyo kama sasa hivi. Japo habari hii haijawa confirmed, lakini watu wanaamini kwa sababu wanajiuliza kama kweli alikuwa anaua watu kiasi hicho ndani ya jela, kwa nini polisi hawakumhamishia sehemu ya kipekee akae mwenyewe? Unless polisi walikuwa hawajali kuhusu vifo vya wafungwa wao, na ndio maana mwisho wa siku hawawezi kuconfirm hizo habari ili kulinda mfumo. Siku moja Pedro akiwa jela anaitwa na kupewa taarifa ya kifo cha mama yake.
Na unajua nini kimesababisha kifo cha mama Pedro? Ni baba Pedro. Baba Pedro amemchoma mama Pedro visu mara 21. Na sasa hivi baba Pedro yupo kwenye jela hiyo hiyo ambayo Pedro yupo. Na hiyo ndio taarifa Pedro aliyopokea kutoka kwa polisi. Kwa maumivu makali, Pedro aliomba kuona mwili wa mama yake siku ya msiba, na polisi wakalifanikisha hilo akiwa chini ya ulinzi. Na Pedro akiwa kwenye msiba wa mama yake alijiapiza kufanya kisasi. Baada ya msiba walirudi jela kama kawaida, na siku moja Pedro alifanya namna ya kuweza kufikia alipofungwa baba yake. Na baada tu ya Pedro kufikia upande aliokuwa amefungwa baba yake, watu wote waliomuona Pedro alikimbia, akabaki baba yake peke yake. Pedro alichofanya ni kumshambulia baba yake visu huku akihesabu mpaka ikafika mara 22. Yaani akazidisha mara moja ya ile ambayo baba Pedro alimfanyia mama Pedro. Na hakuishia hapo, alitoa kabisa na moyo wa baba yake na akaung'ata. Pedro alikuwa anajulikana kwa miaka hiyo, walikuwa wanamuita Pedrinho muuaji. Jina likabadilika likawa Pedrinho the Cannibal. Lakini kwenye moja ya interview zake Pedro alikataa kwamba yeye sio cannibal, hakuwa anakula nyama za watu. Alithibitisha kwamba ni kweli aliung'ata moyo wa baba yake na akautafuna, lakini hakumeza. Alisema kwamba alitafuna afu akamtemea baba yake. Hapo ndo Pedro amejitetea kwa kusema kwamba sikula, ni kweli nilitoa moyo nikaung'ata, lakini nilitema. Na akaendelea kwa kusema kwamba hiyo yote ilikuwa ni sehemu tu ya kisasi alichojiapisha kukifanya siku ya msiba wa mama yake. Na alithibitisha kwamba ni kweli alikuwa anatoa baadhi ya viungo vya watu waliokuwa anawaua, vitu kama masikio, ulimi, macho, lakini alikuwa havili. Unaweza ukawa unajiuliza mtu kama huyu aliwezaje tena kuja kuwa huru hadi kuwa na YouTube channel? Well, ni kwa sababu ya sheria ya Brazil ilikuwa hairuhusu mtu kufungwa zaidi ya miaka 30. Hivyo baada ya hiyo miaka Pedro aliachiwa huru. Aliachiwa huru mwaka 2007. Japo alikuja kukamatwa tena kwa baadhi ya makosa aliyoyafanya akiwa jela, na wakati wa kukamatwa akakutwa na silaha, hiyo ikamuongezea tena kosa lingine. Hivyo akafungwa tena kutoka mwaka 2011 hadi 2018. Na alipotoka safari hii alionyesha kweli kubadilika hadi akabatizwa kabisa. Akafungua na YouTube channel akiwa anaongelea dhidi ya uhalifu. Moja ya vitu aliandika kwenye channel yake ni kama nia ya kubadilika ikiwa ni ya kweli, hata dunia inaandaa vitu kwa ajili yako kwa kukuwekea watu sahihi sehemu sahihi. Hata wale walioonekana waovu wanaweza kuupata mwanga. Pedro alikuwa anaishi maisha ya utulivu hadi Machi 2023. Akiwa nje kwake anaongea na jirani yake, gari ilikuja na watu walikuwa ni wawili, walianza kumshambulia kwa risasi na mmoja alishuka na kumkata kabisa koo, kuthibitisha kwamba hapati nafasi kabisa ya kupona. Inasemekana jirani mtu alisema kwamba watu wao walikiri kwamba hawana shida kabisa na watu wengine zaidi ya Pedro. Watu wengi wanahisi labda hii ni moja ya maadui zake wa huko nyuma wamejilipizia kisasi. Lakini baadaye kuna mpelelezi mmoja alisema kwamba kulikuwa kuna kesi za madawa kwenye mtaa wa Pedro, na Pedro alitoa onyo kwa hao wahalifu kwamba waache biashara za madawa kwenye hilo eneo. Na hapo ndipo muongozo wa kumuondoa Pedrinho ulipotoka. Kwa hiyo zipo scenario mbili. Aidha ni maadui wa huko nyuma kweli, au ni hao waliokuwa wanaongoza mtaa kwa kipindi hicho ambao Pedrinho aliwaonya kwamba waache kufanya matukio ya kihalifu, na hao ndio waliommaliza.